Basi kaka akaamua kumchukua mwanadada huyu mpaka kwake nyumbani. Akamkaribisha vizuri. Karibu dada, hapa ndio nyumbani. Mwanadada alipoingia, wachaanza kushangaa. Akaanza kushangaa, jamani, hiki ni nini? Ushaona? Anaona mazingira ni tofauti kabisa na alikotoka. Basi kaka akamkaribisha, karibu kae hapo, kuwa free. Mwanadada huyu badala akae kwa kiti, akaketi chini. Alafu anashangaa, ni nini inayozunguka hivi? Unaweza ukizungusha kwa kidole. Jamani, mwanadada huyu alikuwa na ushamba, maskini wewe. Basi akamchungulia kaka yule, hayupo. Hii nayo nini? Kumbe unaweza ukaketi hapo. Basi akajaribu kuketi hivi. Jamani, si nini? Muda hivi kaka naye akatoka ndani. Mwanadada yule akarudi hapo chini kuketi, hataki kuonekana. Basi akachukua mkoba wake akaupakata. Kaka ndo akamshangaa, wewe vipi? Mbona umeketi chini? Karibu kae bwana. Pona tena. Ukaketi hapo juu. Keti hapo juu bwana. Usikae chini. Utakaje chini na viti vipo? Jisikie free, sawa? Basi kaka akafunga mlango wake vizuri tu. Alafu akamwambia dada, basi mimi ngoja nikuandalie sehemu yako utakaojituliza na kuja kuchukua, sawa? Hapo ndo utakapolala. Dada akasema sawa, haina shida kaka. Karibu sana. Haya, kaka kaingia ndani kumtarishia sehemu. Lakini mwanadada huyu bado anaonekana kushangaa. Kwanza hicho ofio hapo juu. Basi muda si muda akamchukua mpaka kwenye chumba chake. Hapa ndo utakapojipumzisha dadangu. Ni sawa. Kuwa huru, kuwa na amani. Sawa, utalala vizuri. Alafu kesho basi tutaweza kumtafuta yule mwenyeji wako mwenye umesema umempigia simu lakini umpati kwa simu, sawa? Kwa hivyo wewe na mimi naenda kulala hapo sitting room. Karibu. Kaka yule akatoka, akaenda sitting room kujipumzisha. Dada acha kushangaa sasa. Hii nini? Maskini wa Mungu, kumbe kitanda kama hiki kwao hakuna. Jamani. Uketi hivi akasikia kambe, hii nini jamani? Huyu dada hata yonishangaza, sijui kama alikuwa analala kitu gani. Basi kaka akarudi sitting room kujituliza. Akatoa simu yake mwenyewe. Basi akaanza kuangalia nani ambaye alikuwa anaongelesha kwa WhatsApp. Ingia kwa mtandao mwenyewe basi. Dada naye upande wa pili anashangaa. Hii nini? Hajui kama ni pilo, maskini wa Mungu. Anashangaa. Kwani hapo ni wapi? Kitanda chenyewe cha kawaida mbona, lakini mwanadada huyu anakishangaa sana. Haya, basi akaamua kujituliza. Mwenyewe. Kaka naye upande wa pili anaendelea kuangalia tu simu yake. Anachati huko na watu wake mwenyewe. Hana wasiwasi, si mwingine ashamuingiza ndani, yajua amelala. Basi yeye akawa hana wasiwasi. Haya, akaamua kujituliza hapo. Acha nifuate shughuli zangu mwenyewe, usingizi uje. Maskini wa Mungu nilale. Upande mwingine mwanadada sasa usingizi hauji kabisa. Utakuvuta usingizi lale, lakini hapana, usingizi hauji. Sasa kujituliza hivi akaanza kumfikiria yule kaka. Kaka naye basi ana shughuli zake, hata hana wasiwasi. Unaona? Yajua mgeni wake amelala ndani huko. Yeye amemsaidia tu. Lakini mwanadada sasa akaanza kumfikiria yule kaka. Pale barabarani walipopatana. Akaanza kumfikiria, lakini kaka alionyesha ni mkarimu. Maskini wa Mungu, alafu mzuri. Kujichekea peke yake tu hapo ndani. Kaka mwenyewe hana habari, maskini wa Mungu ametulia huko sitting room akitafuta usingizi na yeye. Akaanza kumfikiria mwana kaka huyu. Kaka handsome huyu jamani. Kaka mzuri. Hivi nimwache kweli mimi niondoke huyu? Akafikiria hata penye waliondoka mara mwisho akaondoka naye.
anajichekea peke yake sitting room. Kaka hana habari, anajua basi mwenye mgeni wake amejituliza amelala. Punde si punde akatokea dada huyo, akaja paka pale sitting room, akafungua mlango pole pole, akamwangalia kaka huyo. Kaka hata hana habari kama anaangaliwa, maskini wa Mungu, pia na shughuli zake. Basi kuendelea hivi, mwanadada basi anaendelea kumwangalia huko, anauma kidole. Jamani, kulingale peke yangu kwa kitanda nuka kwa kidogo hivi. Kaka naye akamwangalia, akamuona mwanadada huyo, akashtuka. Jamani, nimeshikwa mimi hapa, nifanyeje kaka watu na nilisaidia. Kaka akainuka na kumshangaa, wewe dada vipi? Jamani, itakaje hii? Watazamaji, msikose kuangalia pati nyingine.